Tunaposema kuwa na utulivu, maana yake sio kupumzika. Tunaposema kuwa na utulivu, maana yake ni kuweka nguvu zaidi kwenye yale uyafanyayo kimahususi. Kama kuna jambo ambalo unalifanya, tunaposema utulie, uwe na utulivu, maana yake uweke nguvu zaidi kwenye lile jambo unalolifanya kimahususi. Lakini pia maana yake ya pili ni kukaa kwenye anwani yako ambayo Mungu amekupangia. Huyu mwanakondoo ambaye alifungua ile mihuri ya kile kitabu alikuwa ameketi kwenye kiti cha enzi. Simba wa kabila la Yuda hakuwa ameketi, ijapokuwa tunaelewa kwamba simba ndiyo Yesu na mwanakondoo ndiyo Yesu. Kwa nini tunamtazama Yesu kama kondoo? Ni tofauti na kumtazama Yesu kama simba, ni tofauti na kumtazama Yesu kama ndama, ni tofauti na kumtazama Yesu kama mwanadamu. Musa aliwahi kueleza hili jambo, lakini siwezi kueleza kwa sababu ya muda nilionao. Ila niseme hivi: anayeweza kufungua mihuri ya kitabu, hata kama kuna watu wametangulia wanaonekana, hata kama kuna simba wa kabila la Yuda ametangulia, ndio watu wanajua kwamba huyu anastahili, alikuwa ameketi kwenye kiti cha enzi. Kuketi maana yake ni kuwa na utulivu. Utulivu sio kupumzika, sio kuacha, ni kuweka nguvu kwenye kile unachotakiwa kukifanya, au ni kukaa kwenye anwani yako, kukaa kwenye majukumu yako. Na ndio maana ili Eva awepo, lazima Adamu awe kwenye utulivu, awe ametulia, awe amelala, awe amesinzia. Kuna mambo tunayapata ni kwa sababu tunaweka nguvu zaidi kwenye yale tunayotakiwa kufanya. Kwa hiyo mwanakondoo aliyechinjwa, ambaye ndiye alikuwa amekaa kwenye kiti cha enzi, ndiye anaweza kufungua kitabu kile, hata kama kuna simba wa kabila la Yuda alitangulia. Kwa hiyo utulivu ni muhimu sana kwenye maisha ya mtu ili kushinda kutokea nyuma. Watu wengi wanashindwa kushinda hata kama walianza wamechelewa, hata kama kuna watu ambao wamewatangulia, ni kwa sababu wamekosa utulivu. Hawabaki kwenye anwani. Huku kwa Yesu yupo, kwa waganga wa kienyeji yupo. Yaani kama ni kwa Mungu tu habaki. Kama anafanya biashara, anashindwa kuwekeza nguvu zake kubwa kwenye biashara. Ni biashara, ni siasa, ni wapi? Hana anwani.